Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye Kenya News Live TV. Jina langu ni Washington Mwange. If they don't want to work for the government within Siaya government, then they can kindly tender their resignations. We will find other people who are ready to work for the government. I think my message is very clear and loud. All civil servants who never showed up, I want to receive a communication as to why they didn't show up. I would want to extend my heartfelt gratitude to the people of Siaya for conducting yourself exemplarily here during the burial of our hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, here during yesterday's burial. So kwangu nilikuwa naona ni ya kwamba pengine ni kama ni siku ya nyani kukufa. The way things were going at a breakneck speed. Ni siku ya nyani kukufa. Waswahili wanasemaje? Si kila mti unateleza. Nilikimbia mbio nikafikiria ya kwamba sasa mimi kazi pengine taishia hapa Siaya, lakini nawashukuru wakaji wa Siaya. They behaved exemplarily well. Not the way things turned out in Nairobi. Right from the moment that the body of the late arrived at his Opoda farm, even during the burial at the Jaramogi Oginga University, and even during the private burial ceremony, with the exception of destroying of the flowers maybe immediately after the burial and after the guests had left. But the people of Siaya, you behaved exemplarily well, and I'm proud of you, and I'm proud of being your county commissioner. So mine is to extend my appreciation here to the government of Kenya, and especially His Excellency, the President, Dr. Samoei William Ruto, for the great honor that he bestowed on our hero, because Raila Amolo Odinga is our greatest hero, maybe with the exemption of maybe his father, but I think they are more or less in the same caliber. His Excellency, the President, accorded us a great honor by also ensuring that one of our own was buried with all the honors that he deserved for what he has done for our country, the continent, and the world at large. And today's speech virtually exclusively is in honor of our fallen hero. Na kushukuru pia yale ambayo serikali imetufanyia. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 9.5 in terms of development of our county. Tukianzia na affordable housing structure, tukiangalia the modern market, tukiangalia hii stadium yetu pia nayo imepewa Kenya Defence Force ipate kuirekebisha na izekwe sasa, ifunikwe kuzunguka yote, ifunikwe sasa, watu wote waweze kukaa kwa kivuli wakati tukikuja kuangalia michezo, na pia katika sherehe zetu kubwa. Stadium yetu itakuwa moja ya zile bora katika nchi yetu, na tunamshukuru governor wetu, tunashukuru pia mtangulizi wake Mheshimiwa Rasanga, kwa wale wote ambao walikuwa na hii ndoto ya kuweka huu uwanja ambao utabadilisha sura ya kaunti yetu. Pia vile tunashukuru serikali ya kwamba imeamua kubadilisha pia sura
ya hospitali yetu ya the County Referral Hospital, na naamini ya kwamba tuko katika mwelekeo ambao ni bora kuhakikisha ya kwamba siaya yetu inaendelea mbele. Tuko na mpangilio ambao kwa vile tulikubaliana na PS wetu wa medical services that msichana ako katika hali hatari katika kaunti yetu ya Siaya ya kupachikwa mimba, na pia ningependa pia kuwatahadharisha ya kwamba pia bado kuna ukimwi bado huko. Kwa hivyo tujihadhari, tuangalie usalama wetu. Hali ya maambukizi ya ukimwi bado inaenda juu, na kwa kusikitisha ni katika ile umri ya watoto wadogo 15 to 24 age bracket, zile ambazo tunaita the triple threat. So infection rising up between the age brackets of 15 to 24. Pregnancy is rising between the ages of 15 to 24. So especially now that we are coming to the December holidays, we would want us to take very good care of our girls. Ole wako Sasoke wewe ukishindwa kujizuia, nafikiri tutakuchukulia hatua ukijaribu Sasoke kumpachika mtoto mimba. Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora, na iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification punde habari zinapotokea. Nikiripotia Kenya News Live TV kutoka Bondo, jina langu ni Washington Mwange.